Karibu tena kwenye ulimwengu wa feminine. I'm very happy to have you here. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe, like, share, na kama ni mwenyeji, welcome back. Leo tunazungumzia aina fulani ya wanawake ambao wamekuwa wakiishi kwenye maisha ambayo hawakupaswa kuyaishi. Wale wanawake ambao wameishi kwenye survival mode kwa muda mrefu sana. Tutajua kwa nini hata uko kwenye survival mode na jinsi ya kutoka, ili uanze kuishi maisha yale ambayo unayastahili ya kama mwanamke. Wanawake wengi wana rush kwenye maisha. Wanawake wengi wanakuwa na haraka kwenye kila kitu wanachokifanya kwenye maisha yao. Yaani tunajikuta hata kutembea, tunatembea haraka, tunakula haraka, tunaoga haraka, tunaongea haraka, kutokana na nervous system ilivyokuwa regulated. Maana mara nyingi sana hii inaashiria jinsi gani wanawake wapo kwenye survival mode. It's like tunaishi kwenye emergency. Umeshaona ile ambulance ambayo inaharakisha kumwaisha mgonjwa? Wanawake wengi wanaishi kwenye maisha hayo kiasi kwamba wanachokifanya yani ni emergency. Unakuta anaosha vyombo haraka haraka kana kwamba anatakiwa afanye kitu kingine baada ya kuosha vyombo. Sometimes hana hata kitu kingine, lakini anafanya haraka tu ili mradi akapumzike. Au anatembea haraka, anajua kabisa yuko on time, ana haja ya kuharakisha, lakini bado atatembea kwa haraka. Kwa sababu gani? Nervous system yake imekariri hicho kitu. Mwanamke anavyokuwa anaishi kwenye hiyo swala la kama maisha yake ni emergency, au kila kitu anachokifanya na kama ni emergency, au anawahi mahali, inatengeneza lifestyle, inatengeneza pia personality. Anakuwa addicted kwenye hayo maisha ya kuwa in rush, kwa sababu anaishi kwenye hayo maisha au kwenye hiyo energy kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba inakuwa ni kawaida. Ukimwambia anza kutembea taratibu, wengine wanaona mimi nishazoea bwana, ina become normal kwake. Tutaongelea jinsi gani tumefikia hapa, jinsi gani aina fulani ya wanawake wamefikia kwenye kuishi kwenye hizo survival mode, jinsi ya kujitoa huko, kwa sababu unastahili kuishi kwenye maisha yenye present moment ambayo ndiyo yatakupa faida wewe. Kitu cha kwanza cha kuelewa kwenye haya maisha au kwenye huu ulimwengu, kwenye nature, kwenye asili, ina misimu. Kuna misimu kadhaa. Kuna winter, kuna summer, okay? Kuna kipupwe, sijui kuna nini. Tuna misimu tofauti tofauti. Kwa hiyo hata wewe mwili wa mwanamke, hata sisi tuna misimu. Jinsi gani anatakiwa uelewe how powerful you are wewe kama mwanamke. Yaani unaendana na nature, asili ya ulimwengu, na wewe ni kitu kimoja. Ndio maana una siku za period, ndio maana una siku za ovulation, ndio maana una luteal phase, ndio maana una phase tofauti tofauti ndani ya mwezi. Hiyo ni misimu. Ukianza kuelewa kwamba maisha haya yana misimu tofauti, kwanza hiyo inapunguza pressure ambayo uko nayo sasa hivi. Kwa hiyo hata kama leo ukienda kazini, sijui biashara haujauza, sijui kitu gani, unaanza kuelewa maybe ni msimu. Leo ukiamka haujisikii kuongea na watu, hautaki kwenda mahali, unaanza kuelewa this is how I feel. Unaanza kusikiliza mwili wako zaidi ya pressure ambayo ulimwengu inakuletea, kwa sababu umeshaelewa you are more powerful. Wewe ni sawa kabisa na hii asili ya dunia. Kwa hiyo unaanza kupay attention kwenye mwili wako unavyojisikia, tofauti na vile watu wanavyotaka ufanye, kwa sababu kwenye hizo season za maisha, kila season yake ina vibration yake tofauti tofauti. Leo utajisikia happy, kesho utajisikia sad. Hautakuwa unatafuta sasa mchawi nani kwamba leo sijisikii vizuri au leo sijisikii nini. Utaelewa kwamba maybe huu ni msimu ambao natakiwa ni relax, natakiwa nipumzike. Unapokuwa una ignore au unapuuzia kutambua wewe thamani yako na kutambua how powerful you are, kiasi kwamba mwili wako wenyewe una operate kutokana na misimu, una give out your power kwa watu wengine ili kuitumia. Watu watakuendesha, watatumia nguvu yako, yani utakuwa drained, utachoka. Kutokana na nini? Una save watu wengine na wewe unajiweka nyuma. Wanawake wengi wanakuwa wanaishi kwenye kutafuta escape plan, wanatafuta sehemu ya kukimbilia, kupumzika. Wanajikuta hata akifanya kazi miezi kadhaa, anataka at least sasa niende vacation nikapumzike. Anataka sehemu pa kutorokea at least akapumzike. No, unatakiwa utambue thamani yako ili uishi maisha sasa hivi unayoyaishi, kiasi kwamba hayahitaji escape plan. Hayahitaji kwenda vacation ili kujisikia uko hai, au uhitaji kwenda sijui wapi ili ujisikie na mimi kumbe ninaishi. No, sababu hauishi sasa hivi, ndio maana unasubiria moment ambao watu wengine watakuruhusu ili ndio uende ujisikie na wewe uko hai. Wanawake wanaoishi kwenye survival mode mara nyingi wanaishi kwa kutafuta hizo escape plan na sio kuishi maisha. Wanaishi kusogeza siku na sio kuishi sasa hivi kwamba wako excited na kesho. At least weekend ikifika kwake ndo ana furaha. Siku zingine ana perform. Kama hautatengeneza na kuishi maisha sasa hivi ambayo hauhitaji kukimbia mahali ili kujihisi uko hai,
bado utaendelea kuwa kwenye survival mode ambayo unanufaisha watu wengine. Nervous system ni ufahamu, yani ni center ya mawasiliano kwenye mwili wa mwanamke. Nervous system ni kitu cha muhimu sana kupay attention how you feel na how your nervous system ilivyozoea. Siku zote nervous system inakuendelea kukuletea vile vitu ambavyo ni familia, sio kile unachokitaka. Watu wengi wanaweza kujua like, nataka maisha marahisi, nataka maisha softy, maisha ambayo sitakuwa na stress ya kupata pesa usijui na nini, lakini nervous system yake inaongea opposite, inaongea fear, inaongea rush, unsafe, performative. Of course hauwezi kupata kile unachokitaka mpaka utakapo regulate your nervous system kwanza. Kama unataka soft life, lakini wewe hata kuosha vyombo unaosha haraka, yani kana kwamba mtu kama anakuangalia na kurekodi, ukitembea ni unapiga matua kama unapiga heka, ukiongea na mtu ni unayapa kama cherehani, alafu unasema unataka soft life. No, your nervous system itaendelea kukuhakikisha uko pale pale kwenye rush, kwenye survival mode, kwenye kuperform kwa ajili ya watu wengine. Hata kama unajua unachokitaka. Kadri unavyoendelea kuishi kwenye maisha ya urgency, ya emergency, ya kiasi kwamba yani kuna kitu ambacho unakiwai, yani unakula haraka kama sijui, yani unaishi kwenye haraka, your nervous system inaanza kuelewa kwamba hayo ndo maisha ambayo unayataka. Ina pick up your energy ya rush, fear of missing out. Inaanza kudaka hiyo energy ya wewe kuona kana kwamba umechelewa maisha, unatakiwa uolewe, unatakiwa watoto, hizo fear zako, shame. Nervous system inakariri vitu vyote hivyo. Kuanzia hapo inatengeneza sasa uhalisia wa maisha yako. Yani wewe na relaxation itakuwa mashariki na magharibi. Wewe kuwa kwenye calmness itakuwa kushoto na kulia. Yani hamtaweza kukutana. Kwa sababu gani? Your nervous system imeshakariri ile maisha ambayo huwa unaishi kila siku. Hivi vitu vinatokana na either maisha ambayo tumeyakulia before. Either wazazi wanaweza kuwa chanzo, either watu ambao unawaruhusu kwenye maisha yako wanaweza kuwa chanzo ya kukuweka wewe kwenye survival mode. Watu wengine wako kwenye survival mode kwa sababu hawana chaguo lingine. Either amekuwa single mother, either yeye ndo anategemewa nyumbani, either yeye ndo, lakini hakuna kitu chenye maana zaidi ya wewe mwenyewe kuendelea kuwa hai, ya wewe mwenyewe kuishi vile unavyostahili. Kwa hiyo ni muhimu sana kupay attention trauma gani zilizokusababisha mpaka ukaanza kujipambania, mpaka ukaanza kufanya vitu kwa haraka, kwa sababu trust me, haukuzaliwa hivyo. Either ni umeona wazazi wako pia wakiishi kwenye survival mode, either ni watu ambao umewaruhusu relationship, kazi zimekuweka wewe kwenye survival mode. Kuwa na awareness kwanza ya kunotice chanzo cha wewe kuishi kwenye haraka, kuishi kana kwamba una emergency, kwa sababu usiaccept kwamba that's who you are, that's not your personality. Unaishi kwenye yale maisha ya kuperform kwa ajili ya watu wengine, unaishi kwenye yale maisha ya kujaribu kuwa perfect. Nimefikisha miaka hii lazima niolewe, nikisipoolewa watu hawatanielewa, lazima nilishe familia, nisipoenda mimi kazini nani atanipa pesa. Unaishi kwenye maisha ambayo muda wote unawazawaza hatari tu, yani mawazo yako yote yatakuwa ni nisipofanya mimi nani atafanya, nisipokuwa na pesa nitatumikishwa, nisipofanya hivi. Yani mawazo yako kwenye danger, hatari tu zinaweza kukutokea muda wote. Yani uko ready muda wote kufight kwa ajili ya maisha yako. Unavyoishi hivyo kwa muda mrefu, sio kwamba hata kuna kitu unachokipata, hata kama ni pesa utapata, hata kama sijui ni happiness, zote hizo zinakuwa temporary, kwa sababu you give out your energy. Unachotoa ni chenye thamani zaidi ya kile ambacho unapokea kwa kusacrifice your energy. Unavyotafuta escape plan badala ya kuishi maisha kwa sasa hivi, ndo wale ambao either ana scroll muda mrefu sana kwenye social media badala ya kufanya kile alichosema anataka kukifanya, kwa sababu ana scroll, anapata dopamine, anajisikia vizuri, anajisikia alive. Lakini kama alisema anaenda gym, ana cancel hiyo kwa sababu ni ngumu. Itahitaji new identity ambayo ni tofauti na nervous system ilivyomkariri. Itahitaji kuwa yule mwanamke ambaye anajua anachokitaka, inahitaji yule mwanamke ambaye ana nidhamu ili kufanya kile ambacho alisema atakifanya. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu zaidi, opposite na hii, kuingia TikTok kuscroll, kuingia Instagram kuscroll, anaona like bora hata hii. Kwa hiyo unajikuta una stuck kwenye duara ambalo unabaki hapo hapo. Nothing is wrong with you. Hakuna tatizo lolote ulilonalo, ni kwamba system yako ambayo iko ndani iko unregulated, imezoea vitu ambavyo sio sahihi kwenye maisha yako, na wewe ndo unaendelea kuvitilia mkazo. Tatizo ni hii survival mode kuwa chronicle. Nikisema chronicle ni kile kitu ambacho sasa ndo imekuwa maisha yako. Yani wewe hata kufanya vitu taratibu unaona hauwezi, unaona unachelewa, kurelaxi, kuwa na calmness, kufanya vitu kwa ajili yako, kupata muda wa kupumzika, unaona kama hapana, this is not me. Unaona kupumzika kwako una lose something, una feel guilty hata kwa sababu hiyo survival mode inaweka block kwako kama mwanamke feminine hata kupokea, kuishi maisha yale unaostahili, kuheshimiwa,
kupata faida kwa watu wengine. Hautaweza kuexperience hivyo kwa sababu uko kwenye cage, kwenye cycle ambayo wewe ndo unatoa zaidi ya vile unavyopokea. Survival mode sio kwamba tu inakuaffect wewe, no, yani inakuwa wewe sasa. Yani it becomes you. You become a survival mode. Kama nilivyosema, ufahamu wako unapendelea vile vitu ambavyo vinajirudia, yale mazoea. Kwa hiyo kama wewe mazoea yako unayoyafanya kila siku sio aina ya maisha ambayo unataka kuyaishi, kitu cha kwanza cha msingi ni kuwa na awareness ya kutambua kwamba mbona ninachokifanya hapa sio sahihi, sitaki haya maisha. Awareness ni kitu cha kwanza kwenye mabadiliko. The moment kwa mfano unakula, unagundua kwamba unakula haraka. Hata mimi sometimes nikiwa nakula au nikiwa natembea au nikiwa naongea, ufahamu wangu umeshakuwa trained kwamba okay, mbona kama hapa naongea haraka? Mbona kama hapa nakula haraka? Mbona kama natembea haraka? Unavo notice hii survival mode inavyotaka kuja, kwa sababu of course nervous system itajaribu kukuchallenge kwa namna moja ama nyingine, hata kama umeshatoka huko. Is how you keep familiarity sambamba na yale maisha ambayo unataka kuyaishi. Ni swala la wewe kunotice kwamba hapana, ngoja niache hii, ngoja ni introduce kitu kingine, au kujiuliza maswali, ninavyoharakisha hapa ninakimbizwa, kuna mtu ananidai, au unatakiwa niwahi, nimechelewa. Kama umechelewa ni sawa, jiulize feelings gani ambayo unaipata wakati unafanya hicho kitu kwa kurush. Kama uko kwenye emergency, notice na jizuie kuishi yale maisha bila kupay attention. Inakuwa addiction kwenye maisha yako. Yani inaanza sasa kuwa ndo personality yako, inaanza sasa kuwa ndo maisha yako. Hata mtu mwingine akiongelea kitu opposite tunamwona kama amechanganyikiwa, kwa sababu haupay attention kwenye maisha yako, haupay attention kwenye vitu ambavyo vinakupa feeling fulani. Sometimes watu wanakuwa addicted kwa kitu fulani kutokana na feeling wanayoipata baada ya kufanya hicho kitu. Mtu anaweza akawa addicted kwenye kuscroll TikTok kwa sababu anapata feeling ya kujisikia ile kama tuko wengi ambao hatuna mwelekeo wa maisha, hatuna, either tuko wengi ambao tunatumika, either tuko wengi ambao hatujitambui. Kwa hiyo anavyo scroll anakutana na watu wanaongea vile vile vitu ambavyo hawajitambui, sijui kitu gani, watu wanajikompare, watu wanafanya vitu ambavyo haviwapi faida. Kuona okay, I find my tribe, kwamba wote tunazungumza language moja. Kwa hiyo feeling anayoipata ni ile ya kuonekana. Anachokipata ambacho ni beneficial kwake hakuna. Baada ya hapo bado anarudi kwenye ile chaotics ya maisha yake ambayo hayana hata interest. Unajikuta unarudi kwenye kuscroll ili upate feeling ya kuonekana. Unaenda kazini ili upate feeling kana kwamba na wewe you are important. Unachapa kazi kwa nguvu ili na wewe upate ile feeling kwamba you are ambition woman, kwamba unajiweza. Unavyo pay attention kwenye aina ya feeling unayoipata baada ya kufanya kitu, make decision. Hiyo feeling inakufaidisha nini wewe in a long term, au ni temporary feeling ya kufeel good? Kwa sababu kama feeling ambayo unaipata na notice, unaishi tu kusogeza siku, unaendelea kucrave hiyo feeling ya confusion pia. Hata unavyo scroll unajisikia tu vizuri, dopamine pale, unarudi unaanza kuface maisha yako pale pale tena, una escape tena, unaenda kuscroll, unarudi, either una escape, unapumzika, unarudi, bado maisha yako kwa pale pale, kwa sababu haupay attention. Kuregulate your nervous system lazima uanze kwa kuwa self aware na kupay attention kwenye kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako, na kujua kinakupa feeling gani. Hiyo feeling inakufaidisha au ni temporary? I need you to start noticing pale ambapo una rush, pale ambapo unafanya vitu kwa haraka kana kwamba una emergency. Notice, catch yourself. Hata kama unajisugua, unavyojisugua haraka, just notice like, oh dang girl, you rushing. Kuna mahali ambapo unawahi, au tuko nje ya muda, au kama unajua ni mtu wa kuchelewa sana, anza kuset your alarm. Amka masaa kabla hata muda wako kujiandaa. Wengine mnaamka makusudi late alafu mnaanza kurush. Unaendelea kuteach your nervous system kwenye survival mode. Unavyo notice kwamba niko kwenye survival mode au hapa mwili wangu unaanza kurush, pay attention. Relax kwanza, stop, calm down. Introducing kitu kingine, introducing feeling nyingine. Punguza speedi, tembea taratibu. Kunotice, that's the moment unaanza kuchoose na kuchagua kitu ambacho ni sahihi kwenye maisha yako, kile ambacho unakitaka. Jiulize, naweza nikajisikia vizuri sana au naweza nikajisikia fun kiasi gani nikioga taratibu, nikiwa nakula taratibu? Nitajisikiaje? Nitajisikia relaxation kwa namna gani nikiwa naongea taratibu? Practice, play as a game. Nobody owe you anything. Kumbuka hatuwezi kucontrol huu ulimwengu na vitu vinavyoendelea kwenye huu ulimwengu, lakini
powerful enough, tunaweza kucontrol our body, how we feel, miili yetu, jinsi ya kurespond, jinsi ya kuact accordingly. Hiyo ndo power yako wewe mwanamke, ambayo ukielewa, maisha yako hayatakuwa tena kwenye survival mode na hautaweza kurudi kwenye survival mode. Utaishi happy ever after. Niambie kwenye comment umejisikiaje, umejifunza nini, utaanzia wapi, na kama una kingine cha kuongezea tuandikie kwenye comment ili tuweze kuendelea kujifunza na kulevel up zaidi. Nawapenda sana, tukutane next time. Bye.